asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Maana sio mimi nanena, tunamenajiwa mikono yako juu. Oh, Baba wetu ni asante. Asante maana umefanya siku hii ifike. Asante kwa ajili ya revival hii. Uinuliwe na uhimidiwe Jehova. Ni wewe umefanya hii siku Bwana. Naombea mtumishi wako anaposimama kwa haya madhabahu. Mtumie na jinsi uonavyo Bwana. Na muombea afya ndani na ya nje. Baba uinuliwe kwa ajili. Umetuwekea utajiri usiku huu wa leo. Na utamiminika ndani ya maisha yetu. Tutaona mabadiliko Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako. Uinuliwe Bwana na uimidiwe. Tumeharibu kazi zote za yule adui. Tumemnyamazisha katika revival ya leo. Tunaomba uwepo wako utamalaki mahali hapa. Una ushindi wa msalaba katika jina la Yesu. Tumekushukuru sana Bwana. Bariki mtumishi wako anaposimama kwa haya madhabahu Bwana. Mtumie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Sema amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Wangapi wanijui? Amulikini wote. Hata Mongaya nijui. Bwana asifiwe. Wangapi wanijua? Yes, thank you. Wangapi wanijui? Wanijua wote. God bless you. I'm Pastor Kipono Emmanuel from Kapegoria. God bless you tuketi. Amen. Bwana asifiwe. Inafuraha sana kurudi tena Kisii. Bwana ametupa neema tena ya kukutana. Mwokozi amekuwa mwema kwetu. Pokeeni salamu za Reverend wangu Stanley Lutamaru. Ametuma salamu za upendo kwa jina la Yesu. Pia mke wangu na watoto wamewasalimia ya kwamba ni salimu kanisa la Bwana. Pokeeni salamu zao katika jina la Yesu. Asante sana, ninafuraha sana kurudi tena ili tutaweze kusungumuza mambo ya mbinguni. Maana hiyo ndio imetuweka hai, hiyo ndio imetuweka tu jinsi tulivyo. We are living not by words of mouth, but we are living because of the word of God. Tunaishi ni kwa sababu ya neno la Mungu. Na hilo neno ndio linatusimamisha. Hilo neno ndio linatuinua viwango. It is by the word of God that we can grow spiritually. Kwa neno la Mungu tunapata tumaini. Kwa neno la Mungu tunaponywa. Kwa neno la Mungu tunajazwa Roho Mtakatifu. Kwa neno la Mungu tunainuliwa. Kwa neno la Bwana tunapata tumaini ya kesho. Kwa neno la Bwana tunamngojea Yesu aliyesema nitaenda na nitarudi. Ni kwa neno la Bwana. Haleluya. Soma nami katika kitabu cha Zakaria ambaye ni timu yetu ya mkutano huu. Zakaria 4:6. Biblia inasema ya kwamba akajibu akaniambia akisema hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Analenio hapo chini, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambarare, na naye atalileta
wawili. Tena neno la Bwana likamjia kusema, mikono yake Zerubabeli imeiweka msingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Zerubabeli wakati huo Mungu anamtuma nabii Zakaria ya kwamba nenda ukatabirie ama kunena na Zerubabeli. Neno la Bwana linapitia watumishi wake, awe mdogo awe mkubwa, ni vyombo vya Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba Zakaria anapeleka neno la tumaini, neno la ushindi kwa Zerubabeli, kumwambia Zerubabeli ya kwamba ni nani, ni milima ambayo iko mbele yako. Bwana asema hivi, itakuwa ingi tambarare, na si kwa uwezo na si kwa nguvu, ila kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nimekuja usiku wa leo kunena na maisha ya mtu, vizuizi vilivyo mbele yako, mambo ambayo yamekukabili, mambo ambayo yamekusumbua, mambo ambayo yamekuwa ukuta kwako. It is not by power, but it is by the Spirit of God. That says the Lord. The Lord is going to deal with your situation in the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost, we are set free. By the power of the Holy Ghost, we are healed. By the power of the Holy Ghost, we are lifted up high. By the power of the Holy Ghost, we are being delivered. By the power of the Holy Ghost, we are healed. By the power of the Holy Ghost, we are being given hope. And I have come tonight to tell you, there is hope in the Holy Ghost. There is hope in the power and the anointing of the Holy Ghost. The Bible says, that says the Lord, not by might, not by power, but by the Holy Spirit. That says the Lord of hosts. Yanayokusumbua, yanayoonekana ni magumu, kwa uwezo wa Bwana, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, usiku wa leo ni usiku wa kuangaliwa sana, ni usiku wa kuangaliwa sana, ya kwamba Bwana anaondoa milima mbele yetu, anaondoa vizuizi mbele yetu, anaondoa vikwazo mbele yetu, katika biashara yako, katika afya yako, katika huduma yako. Kila milima inanenea, kila milima iondolewe kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Yawezekana umejaribu sana, kwa uwezo wako umefika mwisho. Try the power, try the power of the Holy Ghost. Jaribu uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kusema, Mungu, haya yote ninakuachia wewe, unisaidie na unipiganie. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Zerubabel had a mountain before it, but when God spoke, and Lord, when God speaks, every other speaker becomes useless. Mungu akiongea, maongezi mengine yanakuwa bure, kwa sababu Mungu ndiye anatawala yote. It is not by power, it is not by our techniques and skills, but it is due to the Holy Spirit. That says the Lord of hosts. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lote niwaambie, huduma bila Roho wa Mungu ni kama kuambiwa chukua jembe na ulime tiles. I want to tell you that tonight.
you are demanded to serve God, you need the Spirit of God. Unatamani kutumikia Mungu, tamani kujazwa na uwezo wa Bwana. Kazi hii hautang'ang'ana nayo mwenyewe, akiwa na wewe haitakuwa milima, itakuwa nchi tambarare. That is why Jesus spoke to the apostles na akawaambia ya kwamba kaeni humu mchini, kaeni Yerusalemu, mahali mfikwe nguvu. Acts chapter 1 verse 2 to 8. Tena ukisomea na anaambia kwamba kaeni hapa Yerusalemu. They stayed for 40 days with Jesus. Baada ya Yesu kufufuka, akakaa na wao 40 days and another 10 days in Jerusalem, waiting upon the Holy Spirit. Because Jesus knew they will not be able to carry out the gospel. They will not be able to preach the gospel without the Holy Spirit. Yesu alijua ya kwamba hawa wakienda bila uwezo huu watakwama, wengine watavunjika moyo. Lakini when there is influence of the Holy Spirit, you will serve God without struggling. Utatumikia Mungu pasipo kung'ang'ana. Nilikuwa naambia wachungaji wengine the other day ya kwamba utumishi sio jina. Utumishi si jina. We need the prophet, we need the apostle, we need the doctor, archbishop, we need the senior evangelist, senior prophet, ujite hiyo yote. But let me tell you, titles is not the ministry. Na hata nawaambia usiku wa leo, huduma sio jina. Huduma ni kenye Mungu amepanga ndani yako. Amen. Na usitake kwanza kupewa jina, taka kwanza kupewa assignment. Wacha nikwambie, ukiwa na wito ndani yako, hutatafuta jina. Jina itakuja peke yake. Jina itakuja peke yake wakati tayari kuna kitu imeonekana kwako. Jina itakuja yenyewe. Ukisoma Acts chapter 30 verse 1, walikuwa manabii na walimu wakifundisha neno la Mungu katika kanisa la Antiokia. Walikuwa wakifunga, bila shaka walikuwa wakifunga na kuomba, na Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ambayo nimewawekea. May the Holy Spirit speak on my behalf tonight in the name of Jesus. Roho Mungu anene kwa niaba yako. Aambie mtu huyu, dada huyu ameitwa na Bwana. Roho Mungu amesema, God says the Holy Spirit needs set apart Barnaba and Saul for a designated ministry. Wakazi ambaye ninawawekea. Wapendwa, nimetoka Kapengule niwaambie, tunahitaji Roho wa Bwana, tunahitaji nguvu za Jehova ili tuweze kutembea katika imani, ili tuweze kupigana vita vya kiroho. Sisi tunasomanga Ephesians chapter 6 verse 10 mpaka 12. Our battle or our wrestling is not carnal but spiritual, against principalities of the darkness. Now, how can you fight principalities of the darkness when you don't have the Spirit of God in you? Utapiganaje vita vya kiroho pasipo
kusaidia kuhubiria wasiookoka. The courage and confidence comes from the Holy Spirit. It is not by power or might, but it is the power of the Holy Spirit at work in us. We need the Holy Spirit. Tonight, as a church of God, we need the Holy Spirit. Can somebody read for me Acts chapter 2 verse 4 only, so that we pray in the name of Jesus. Acts chapter 2 verse 4. But no one, what Jesus promised them came to pass in chapter 2 verse 4. That they all received the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues as per the Holy Spirit. Speaking in tongues is a sign of you, is a sign that shows that you have received the Holy Spirit. When you hear somebody praying in tongues, it is so enjoyable. Ni lugha ambayo hata nani awe wapi asikii, kwa sababu unanena na Mungu aliye hai. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. They all received the Holy Spirit, and they began to speak in tongues, to signify that the promise has come to pass. The promise that Jesus told them, tarry in the city, tarry in Jerusalem, for you to receive the Holy Spirit. And we are here tonight as a people of God. We need to receive our promise. By the way, Holy Spirit is the promise of the church. Ni ahadi ya kanisa, na ambaye Yesu ameahidi mimi na wewe lazima tuwake moto ya maombi, ya kuhubiri injili, ya kuimba. Lazima tuwake moto wa injili, because we are representing God on earth. Let us be upstanding. Tusimame. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hata tukiwa hali hiyo, milime yote mbele yako, iwe ni ugonjwa, iwe ni nini, I want you to surrender it all in the presence of the Holy Spirit. Wakati Roho wa Mungu anaposhuka, anasuluhisha mambo mengi ambayo yanatuhusu. Oh my God, abosianda. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh, in the midst. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe. Kuna mwingine kama
Ina mikono yako